Amen. Amen. It was a real blessing to be in Mumias and in Kisumu. Ilikuwa ni baraka chungu nzima kwa kule Mumias na pia kule Kisumu. We were able to visit also with Pastor Julius and Emily. Na tukaweza kumtembelea pia mchungaji Julius na mkewe Emily. And we even took a small detour. Na tukachukua pia nafasi nyingine zaidi to Vihiga, kuenda kusafiri kule Vihiga, to visit Pastor Safari's mom. Kuweza kumtembelea mamaye mchungaji Safari. What a special treat, a special opportunity for us. Ilikuwa ni safari na tunu namna gani kwetu sisi. You know, I want to receive an offering. Unajua ningetaka kupokea sadaka ya Bwana usiku wa leo. How many are ready to have a great conference? Ni wangapi wako tayari kuweza kuwa na kongamano ya ajabu? Do you really want to get something from this conference? Ya kwamba uko tayari kabisa kupokea kitu katika kongamano hili? God wants to give you something. Mungu anakusudia kukupatia wewe kitu. Something that you cannot buy. Kitu ambacho wewe mwenyewe hauwezi ukanunua. Something that you cannot earn. Kitu kile ambacho hauwezi ukajitafutia kwa bidii yako. He's offering it to you for free. Anakupatia wewe bure bilashi. And He's going to give you something you can take with you. Na anaenda kukupatia kitu ambacho utaenda pamoja nacho nyumbani. It's called truth. Inaitwa ukweli. We are going to hear truth in this conference. Tunaenda kusikia ukweli katika kongamano hili. God's going to put something in us that we can in ministry. Mungu anaenda kuweka kitu ndani yetu ambacho tunaenda kutumia katika huduma. But here is the thing about truth. This is something about truth you need Na to hiki ni understand. kitu kuhusu ukweli. Oswald Chambers, maybe you've heard of Oswald Chambers. Labda umemsikia Oswald Chambers He said this: akasema maneno haya. all of God's revealed truths Yote ambayo ni ufunuo wa Mungu ambaye God is faithful, lakini Mungu ni mwaminifu. and He is able to bless us beyond what we can even do ourselves. Na yeye ana uwezo wa kutubariki sisi hata kuzidi na kupindukia kila tunachoweza kufanya wenyewe. Tonight, I want to challenge you to give. Usiku wa leo nataka nikutie changamoto ukaweze kutoa. I want to challenge each and every one of us to invest in this conference. Ningetaka kutia changamoto kila mmoja wetu kuwekeza kwenye kongamano hili. This conference is expensive. Hii kongamano iko na gharama ya juu kabisa. We have delegates that we are hosting. Kuna wageni ambao sisi tumewapokea. People have come from a long ways. Watu wametoka kote. So we have places to sleep. Na kwa hivyo lazima kuwe na mahali pa kulala. At the conclusion of the service, we have food. Na baada ya ibada hii kutakuwa na chakula. So many other things and other responsibilities. Kunayo mambo mengi chungu nzima na hata jukumu tofauti. So I want to challenge you in giving. Kwa hivyo nataka nikutie changamoto katika matoleo. You can never outgive God. Hauwezi ukatoa eti ukamshinda Mungu kwa kutoa. Do you think you can give
give more than God? Je, unafikiria unaweza kumshinda Mungu katika kutoa? Ask the person next to Karibu na wewe. you. Can you give more than God? Je, wewe unaweza kutoa zaidi yake? Handed God. He's open-handed. Mungu ni Mungu ambaye mkono wake uko wazi. Some people, they give with a closed fist. Kuna wengine ambao wanatoa lakini mkono wao ni kama ngume umefungika. You have to, it's like you have to pry open their hand to get Lazima something uangalie small. sana uweze kufungua mikono yao ndio ukaweze angalau kutoa kitu. But God is a giver. Lakini Mungu ni Mungu mtoaji. Let me tell you a short story. Wacha nikueleze hadithi fupi. I have a neighbor, Mimi niko na jirani and he's a good man. na ni mtu mzuri, He does well. anafanya mambo vizuri. And I had this idea. Na nilikuwa na wazo, akona kisima, nikawa na wazo hili. I told Emily, Nikamweleza Emily, I'm going to give that man a bag of coffee. ninaenda kumpatia ule mtu mkoba wa kahawa. And it was a very good bag, in my opinion, a good bag of coffee. Kwa mawazo yangu ilikuwa ni mkoba mzuri sana wa kahawa. To me, it wasn't cheap. Haikukuwa ni kitu kwangu ambayo ni ya bei ya But you chini. know, I was willing to be generous. Na unajua nilikuwa nakusudia sana kuwa mkarimu. I wanted to bless him. Nilitaka kumbariki. And I thought he will really appreciate. Na mawazo yangu yakawa ataichukulia sana kwa wema. So I went to his house with my bag of coffee. Nikaenda kwenye nyumba yake na mkoba wangu wa kahawa. And I knocked on the door. Na nikabisha And mlangoni. he came. Na yeye akaja. And I said, here, I brought a bag of coffee for you. Na nikamwambia, hapa tazama, nimekuletea mkoba wa kahawa. And he looked at it. Akaitazama. He said, come inside. Akasema njoo ndani. So I went in. Na kwa hivyo He nikaingia ndani. said, wait right here. Na akasema ngojea hapa hapa. He went into the other room. Akaingia kwenye chumba kingine. And he came back with a bag of coffee. Na akakuja sasa, yeye amebeba mkoba wa kahawa. But his bag was twice as big as my bag. Alafu yake ilikuwa maradufu yangu mimi. And he said, here, I want you to have this one. Na akanieleza, sasa nataka uchukue hii yangu. And so I said, okay. Nikamwambia okay. So I took it. Na kwa hivyo nikaichukua. But then I began to think, Alafu nikaanza kuwaza, this is the way God is. hivi ndivyo jinsi Mungu alivyo. We give God something we think is precious. Tunampatia Mungu kitu ambacho tunadhania kwamba ni cha thamani sana. God says, hold on. Na Mungu anasema tulia kidogo. Wait right there. Ongojea pale. I've got something I want to give you. Niko na kitu ningetaka nikupatie. And he gives us more than we give him. Alafu anatupatia zaidi ya kile ambacho tumempatia. You can trust God in this week. Unaweza ukamtumaini Mungu usiku na wiki hii. Let's take the first opportunity we have. Wacha tuchukue nafasi ya kwanza ambayo tuko nayo. The first step of obedience is right here. Ile nafasi ya kwanza ya utiifu ni hii ambayo tuko nayo hapa. Maybe you came prepared to give an offering. Labda ulikuja ukiwa umejiandaa kutoa matoleo. Maybe you should ask the Holy Spirit. Labda uulize Roho Mtakatifu usiku wa leo. Is this what you want me to give? Je, hiki ndio kiwango ambacho ungetaka nitoe? And if we will pray, Na kama si tutaweza kuomba, the Holy Spirit will speak to us. Roho Mtakatifu atatuzungumzia. Let's obey the Holy Spirit. Wacha tumtii Roho Mtakatifu. By the fifth night, Na ifikapo usiku wa tano, Friday night, usiku wa Jumatano, we won't be on step number 1, we'll be on step number 5. ikifikia Ijumaa tutakuwa sio katika hatua ya Or kwanza, even ni ya beyond tatu. that. Na ni ile hatua ya utiifu. Amen. Let's pray. Wacha tuombe. Heavenly Father, we thank you for this conference. Baba wa mbinguni, tutakushukuru kwa kongamano hili. I thank you for this church Na kushukuru kwa kanisa hili. that is carrying so much of the weight. Wao wamebeba mzigo ule ulio mzito. Lord, we thank you for the opportunity Na Bwana, tutakushukuru kwa to nafasi gather together ya kuweza kushirikiana from pamoja, across East Africa ya ambapo ni Afrika Mashariki, and to be directed where you send us. na hata tukaweze kuelekeza kule ambako umetutuma. Bless this offering. Ukabariki matoleo haya, Bless every giver tonight. na ukabariki kila mtoaji usiku wa leo. Lord, we thank you
for your word. Na tunakushukuru Bwana kwa neno lako. You give seed to the sower. Wewe unampatia mpanzi mbegu. And tonight we sow good seed. Na usiku wa leo tupanda mbegu iliyo bora. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tuomba. Amen. Amen.